Yanahitajika, maamuzi magumu yanahitajika. Sikiliza ndugu yangu, sikiliza rafiki yangu, sikiliza kaka yangu, sikiliza dada yangu, sikiliza mzee wangu, sikiliza. Kuna wakati kunahitajika tuwe na maamuzi magumu. Maamuzi magumu ni nini? Nichukue mfano wa Yusufu, ile kitabu kile cha Mwanzo 39 ule mstari wa 7 mpaka 12. Tunapata historia ya Yusufu jinsi alivyofanya maamuzi. Kuna wakati aliingia kwenye jaribu, mke wa bosi wake akamtaka afanye naye uzinzi, lakini Yusufu kwa sababu alikuwa na mheshimu Mungu, alikuwa na jiheshimu, alijitambua maisha yake, alitambua jinsi alivyo, akafanya maamuzi magumu ya kusema sintofanya jambo lolote nikamkosea Mungu wangu, nikamkosea bosi wangu, sintofanya nikaukosea mwili wangu. Akauthamini mwili wake kiasi ambacho akafanya maamuzi magumu ya kukimbia. Yule mstari wa 12 anasema Yusufu akaacha kila kitu akakimbia bila kujali yale ambayo angeweza kukutana nayo. Lakini sikiliza, nizungumze na wewe. Inawezekana umepata msaada kwa bosi wako, inawezekana umepata msaada kwa rafiki yako, inawezekana umepata msaada ofisini kwako, lakini msaada ukawa umesababisha umeingia kwenye changamoto, umeingia kwenye mazingira magumu, hata ukafikia hatima alipozungumza na wewe kwa habari ya kufanya dhambi kubwa ya kutisha na ya kuhuzunisha, ukakubali kwa sababu ya mazingira. Sikiliza rafiki yangu, hebu fanya maamuzi magumu, fanya maamuzi magumu. Haijalishi kazi unaweza kuipoteza, haijalishi unaweza kupoteza urafiki na huyo anayekusaidia, ili mradi tu na kuingiza kwenye hatari. Fanya maamuzi magumu, nazungumza na wewe, na Mungu atakupa neema ya kutangulia kama Yusufu alifanya maamuzi na kisha mwishoni akapata baraka za Bwana. Na Mungu atakusaidia utakapofanya maamuzi magumu ukawa kama Yusufu, na Mungu atakuwa pamoja na wewe, na Mungu akubariki sana. Fanya maamuzi magumu. Amen.